And the next point ni practice and compose at home. Utafanya mazoezi nyumbani tu vizuri. Ni kama sawa sana hii point nilikuwa nasema. Ukiwa unajua kucheza gitaa, ukiwa unajua kucheza keyboard, itakusaidia kuweza kufanya mazoezi ya uimbaji ukiwa nyumbani. Hakutakuwa na ulazima wa kwenda studio eti ndio ukaweza kufanya mazoezi. Amna, utakuwa unafanya tu mazoezi wapi? At home. And the next point hapa naweza nikasema ni stay creative daily. The more you do practice, the more you practice your song, the more you practice on how to play guitar, either guitar or piano, it will increase. You see, so daily creativity zitakuwa zinajileta zenyewe wakati tunafanya tu mazoezi. Hautakuwa sawa sana yule mwenye hajui chochote. So guys, make sure you learn on how to play guitar or keyboard. Moja kati ya hivyo, chagua kimoja ujifunze. Ukimaliza kimoja either unaweza ukajump kaenda kusoma kingine, lakini start with one instrument first. Don't start with everything like, oh, today nitakuwa najifunza piano, kesho nitakuwa najifunza guitar. No, don't do that. Just choose one option. Itakuwa ni vizuri kwako. And the next thing, it will help you building a stronger live performance. Itakusaidia sana. Kwa mfano naweza nikasema uko kwa live performance yako, alafu wewe mwenyewe unajua kucheza gitaa au unajua kucheza piano. Bro, na kuahidi itakuwa ni rahisi kwako, itakuwa ni easy kabisa, itakuwa ni kitu yani asali. Yani itakuwa ni kufloat. Inakuwa ni rahisi sana. Lakini kwa yule mtu mwenye amezoea kudownload beat, mwenye hajui gitaa, hajui kucheza hata kidogo, hajui kucheza piano hata kidogo, ndugu yangu itakuwa ni ngumu sana, na kuambia kweli. Atafanya mazoezi na ataweza kuimba sawa kwa live performance, lakini yule mtu mwenye amefanya mazoezi anajua kucheza gitaa, akikuja kwa live performance pia itamsaidia ku build connection na fans wake. Itamsaidia yani ile connection kati yake na mafans. Kwa mfano pia naweza nikasema, let's say DJ computer yake imeanguka chini, ama kumetokea hitilafu yoyote, alafu uko kwa stage, utaacha kuimba? Utafanyaje? But imagine hapo kando kuna gitaa, huku kuna piano, alafu kule kando kuna drum set, and then wewe hakuna kitu hata kimoja unajua kucheza. Ungekuwa unajua kucheza gitaa, unaweza chukua hata gitaa ukacheza. Kama tuseme nyimbo labda nini files zimekuwa corrupted kwa computer, DJ sijui nini, wewe utaweza kucheza gitaa na uendelee, utaweza cheza piano na uendelee, na ikujengee connection poa sana kati yako wewe na fans wako. Sawa? So I hope you get this point. And the next point ni it add emotion and uniqueness. Madoido, yale madoido yenye unaweka kwa nyimbo, kama wewe haujui kucheza gitaa na haujui kucheza piano, si sawa na mwenye anajua kucheza gitaa. Yale madoido yenye yanawekwa kwa uimbaji kwa yule mwenye anajua kucheza gitaa na yule mwenye anajua kucheza piano ni tamu sana, na ni zaidi ya yale yenye yanawekwa na yule mtu mwenye hajui kucheza chochote. Sawa? Naweza nikakupea mfano lakini muda hauniruhusu. And the next point ni nimeshaisema hiyo ya DJ, wakati in case of audio failure, kuna hii naweza nikasema creative control, ambapo kujua kucheza piano, kujua kucheza gitaa, bro, kuna reduce stress. Hii inapunguza stress. Tuseme wewe uko na mawazo, uko nini, uko stressed tu, tuseme hivyo, umesumbuliwa na hichi na chile nini, kuna mambo hayaendi sawa, alafu wewe uko na acoustic hapo nyumbani, uko na piano sijui nini, bro, enda cheza tu, enda cheza. Itakupunguzia mawazo sana tena sana. Na ndio maana unaona hata unashindwa, maproducer mbona hawatembei sana, mbona hawazururi sana, hana shida na maisha, hana nini. Kuna zile stress anapitia, kuna zile changamoto anapitia, but wakati anacheza kinanda nini, unajua akili hizo hormones za nini sasa vile zina enjoy, yani unafanya wewe mwenyewe kichwa chako, ubongo wako unatulia, ubongo wako unachangamka nini, kunaimba nini, unacheza tu melody. Hizo melody zina heal, zinakuponya, zinakutoa stress, za kutoa mawazo. Hiyo ni kitu ambacho naweza kukuambia na ninakuahidi, utakapojifunza gitaa, utakapojifunza keyboard, hilo ndilo tukio utakalokuja kulipata huko mbeleni. Sawa? And the next point naweza nikasema ni it will help you inspire new ideas. Itakusaidia kupata idea mpya.
unaweza fikiria nimekuwa nikiimba hivi, mbona sasa nisichange nifanye hivi? Yeah, lakini sasa kama wewe haujui kucheza gitaa, haujui kucheza piano, bro, utajipata uko pale pale mpaka wakati mwingine wanasema why this guy is copying himself.